Movie inaanza, tunamuona Larissa. Larissa alikuwa akisafiri kwa ndege karibu kila siku, lakini alikuwa na tabia moja hatari. Hakuwahi kufunga mkanda wa kiti. Siku hiyo Larissa alikuwa amelala usingizi mzito, akiwa ameegemea kichwa chake kwenye bega la mpenzi wake Volodya. Ghafla ndege ya kivita ilipita kwa kasi angani na mara moja ikagongana na ndege ya abiria. Ndege ililipuka. Wakiwa kwenye urefu mkubwa sana, upepo mkali uliingia kwa nguvu na mara moja ukawavuta nje mhudumu wa ndege na abiria kadhaa. Kwa sababu Larissa alikuwa hajafunga mkanda kwa kiti, alirushwa ndani ya ndege akigonga sehemu mbalimbali. Wakati upepo ulikuwa karibu kumvuta nje, Volodya alimshika kwa wakati, lakini hakuweza kuhimili nguvu ya upepo. Mkono wake uliteleza. Kwa bahati nzuri, Larissa aliweza kushika kiti kilichokuwa karibu na akajiokoa kuvutwa nje, lakini Volodya hakuwa na bahati hiyo. Nguvu ya upepo ilipasua ndege vipande viwili na ikambeba pamoja nayo. Baada ya hapo, Larissa alianza kuanguka kwa kasi pamoja na sehemu nyingine ya ndege. Ndipo anapokumbuka mkanda wa kiti na kuunganisha haraka. Sasa kila kitu kilikuwa mkononi mwa hatima yake. Aliomba tu mkanda huo uokoe maisha yake. Muda mfupi baadaye, ndege ilikuwa karibu kabisa na ardhi. Jambo jema lilikuwa kasi ya kuanguka ilikuwa imepungua kidogo. Sekunde chache baadaye, ndege iligonga ardhi kwa nguvu, lakini Larissa aliokoka kimiujiza. Alipofumbua macho yake, alijikuta amelala ndani ya msitu. Alikuwa amepona kifo, lakini kipande cha chuma kutoka kwenye mabaki ya ndege kilikuwa kimechoma mguu wake moja kwa moja. Kwa bahati nzuri, hakikugusa mishipa mikubwa ya damu. Alifikiria kukitoa, lakini alikuwa hana budi. Ilimbidi akitoe. Alikusanya ujasiri wake kwa kutumia nguvu zake zote alizokuwa nazo. Kipande kilianza kutoka taratibu na hatimaye katikati ya mayowe ya maumivu makali kilitoka kabisa. Kisha alirarua kipande cha sketi yake na kujifunga jeraha. Kwa taabu kubwa alisimama na kuanza kumuita Volodya kwa sauti kubwa. Aliona maiti ya abiria mwingine ikiwa amelala kwenye kiti nyuma yake. Kwa matumaini alikimbilia pale, lakini alipomuona mwanaume huyo akiwa ameharibika vibaya, alinusurika kuzimia. Alikaa chini bila msaada na polepole alipoteza fahamu. Baada ya muda mrefu, kuumwa na mbu kulimuwasha. Ndipo aliposikia sauti kubwa ya helikopta. Ilikuwa ni timu ya uokoaji ya serikali. Haraka Larissa alivua skafu kutoka shingoni mwa maiti iliyokuwa karibu na akakimbilia upande aliposikia sauti hiyo. Bila kujali maumivu makali ya mguu wake, alipoiona helikopta alianza kupunga skafu na kupiga kelele kwa nguvu, lakini helikopta ilipita juu yake. Kwa bahati rubani mmoja alimwona. Hata hivyo, afisa aliyekuwa pembeni yake alisema haiwezekani mtu yoyote kuishi baada ya kuanguka kutoka urefu wa mita 5,000. Larissa aliitazama helikopta ikiondoka, akiona tumaini lake pekee likimponyoka mbele ya macho yake bila uwezo wa kufanya chochote. Wakati huo huo, timu za ardhini zilikuwa zikifanya utafutaji mkubwa, lakini kila walipokwenda walikuta maiti tu. Hakuna aliyepatikana hai. Upande mwingine, mama yake Larissa, Raisa, alipokea habari ya ajali na mara moja akakimbilia uwanja wa ndege, lakini alipofika alishangaa sana. Wafanyakazi walimwambia ilikuwa ni ajali ya barabarani. Alijihisi kuwa kuna jambo kubwa linafichwa. Kwa nini walikuwa wakimdanganya huku wakimtazama machoni? Je, kulikuwa na siri gani nyuma ya ajali hiyo? Msituni, Larissa hakupoteza matumaini. Moyo wake ulimwambia kuwa lazima apate sehemu ya mbele aliyokuwemo Volodya ili kujua kama aliishi au la. Licha ya maumivu na uchovu, alianza kusonga taratibu upande huo. Ghafla, mnyama wa kutisha akatokea machoni pake. Alikuwa ni chui bwana. Ilionekana kuwa alikuwa amefuata harufu ya damu na ilikuwa wazi kuwa alikuwa na njaa kwa siku nyingi sana. Larissa alianza kurudi nyuma polepole, moyo ukimpiga kwa kasi kana kwamba ungetoka nje ya kifua, lakini kwa bahati mbaya mguu wake ulikanyaga tawi kavu na sauti kubwa ya kukatika ikasikika msituni. Sauti hiyo ilitosha kumvuta chui kumkaribia. Sasa chui alikuwa amevutiwa zaidi na msichana aliye hai kuliko maiti zilizokuwepo. Larissa alishikwa na hofu, pumzi ikamkatika, lakini ghafla helikopta ile ilirudi juu yao. Kelele yake kubwa ilimwogopesha chui, naye akakimbia mara moja. Bahati mbaya helikopta iliondoka bila kumwona. Akiwa hajui afanye nini,
Macho yake yalianguka bila kukusudia kwenye tawi kavu alilokuwa amelishika mkononi. Mwanzoni hakuelewa chochote, lakini baada ya sekunde chache alianza kulitazama kwa makini, kana kwamba kumbukumbu ya zamani ilikuwa imeamshwa akilini mwake. Larisa alikumbuka ndege ilikuwa ikielekea mashariki, na wakati wa ajali Volodya alikuwa kwenye sehemu ya mbele. Ili kumpata Volodya kujua mwelekeo ilikuwa ni jambo muhimu zaidi. Alitabasamu kana kwamba mazingira yenyewe yalikuwa akimpa ishara. Alikwenda karibu na mto na taratibu akatambua mwelekeo kwa kuangalia mwenendo wa maji. Sasa alijua ni wapi kwa kuelekea. Akachota maji safi ya mto ayatumie akihisi kiu. Ili iwe rahisi kutembea, alivaa nguo za yule maiti aliyekuwa karibu, kwa sababu nguo zake zilikuwa zimeraruka. Alikata vile viatu vyake vya mchuchumio kwa sababu visigino vilikuwa vinamdhuru msituni. Akiwa anachechemea, amechoka, lakini akiwa na nguzo ya matumaini, aliendelea kusonga mbele. Sauti za ndege msituni, mlio wa upepo na misuguano ya matawi vilimpa hofu kila wakati. Akiendelea mbele, aliona miti mingi imevunjika, kana kwamba kitu kizito kilikuwa kimeanguka hapo. Moyo wake ulipata faraja kidogo. Alihisi labda alikuwa anaelekea kwenye mabaki mengine ya ndege, lakini faraja hiyo haikudumu. Ghafla mguu wake uliteleza na akaanza kuzama kwenye kisima fulani cha matope. Mwanzoni alizani angejinasua kirahisi, lakini alipojaribu kusogea alizama zaidi. Hofu ikamvaa, mapigo ya moyo yakapiga kwa nguvu, matope yalimfika kiunoni na hali ikawa mbaya kila sekunde. Alipohisi huenda ndipo hadithi yake ingemalizika, macho yake yaliangukia mti mdogo uliokuwa mbele yake. Ulikuwa umembamba sana, lakini kwa Larisa ulikuwa kama kamba ya maisha. Alikusanya ujasiri wote, akanyosha mkono na kuushika, akaweka nguvu zake zote alizokuwa nazo. Aidha mti ungekatika au yeye angeokoka. Mti ulitikisika lakini haukukatika. Larisa akajivuta kwa nguvu na kutoka kwenye matope. Alianguka chini akiwa amechoka, mchafu kwa matope, lakini akiwa hai. Na hilo ndilo lililokuwa muhimu zaidi. Lakini matatizo hayakuishia hapo. Akiwa anapanda kilima kwa tabu, ardhi iliteleza chini ya miguu yake. Akaanguka na kuviringika chini tena, akijigonga kwenye mawe kadhaa. Moyo wake ulivunjika. Ilibidi apande tena njia ile ile kwa jeraha kubwa mguuni. Kila hatua ilikuwa ni ya mateso. Hata hivyo, aliuma meno na kuanza kupanda polepole, machozi yakimtoka kwa maumivu, lakini hakusimama. Alifika juu kwa shida, pumzi ikimkatika. Yule chui alikuwa amesimama mbele yake. Akili yake ikaganda. Alifikiri apite kimya kimya, lakini chui aligundua hata mwendo mdogo. Safari hii hapakuwa na helikopta, hapakuwa na mtu, hapakuwa na muujiza. Kulikuwa tu yeye na mnyama hatari kama kifo. Larisa hakusita, alikimbia kwa nguvu zake zote zilizobaki. Chui alimkimbiza kwa mapigo makubwa. Miti ikatikisika na moyo wa Larisa ulikuwa karibu kupasuka. Alipokuwa karibu kabisa kushikwa na makucha ya chui, mguu wake uliteleza na akaanguka moja kwa moja kwenye shimo refu sana. Shimo hilo lilikuwa refu kiasi cha kwamba alipoteza fahamu akiwa ameanguka. Baada ya muda mrefu, macho yake yakaanza kufunguka taratibu. Kinywa chake kilikuwa kizito na mwili wake wote ulikuwa umejaa maumivu. Aliinua macho yake juu, alimshukuru Mungu kwa sababu chui hakuonekana popote. Alikuwa anakaribia kuvuta pumzi ya afueni. Ghafla akasikia msogeo kwenye vichaka. Moyo wake ukaanza kudunda kwa kasi tena, na papo hapo kivuli cha chui kikaonekana tena. Mara moja akajificha nyuma ya jiwe kubwa, hata akishikilia pumzi yake. Bahati nzuri, macho ya chui hayakuangalia ndani ya mtaro. Baada ya hapo, Larisa alianza kutembea taratibu njiani. Ghafla macho yake yakagundua kibeliti kimoja. Alihisi angalau sasa hataendelea kuwa na njaa, na muhimu zaidi, angeweza kuvuta sigara. Alipata pia kopo la chakula cha zamani. Alikula polepole. Alihisi nguvu kidogo zikimrudia mwilini. Alijihisi kana kwamba maisha yalimpa ishara ya kusonga mbele tena. Upande mwingine, ukweli mkubwa ulifichuka katika kikao cha maafisa. Sababu halisi ilikuwa kwamba kila mara jeshi linapofanya operesheni ya angani huarifu ndege za kiraia ili kuepuka ajali na mkanganyiko. Lakini safari hii taarifa hiyo haikutolewa. Maafisa walijua kuwa kama ukweli huu ungefichuliwa kwa umma, jeshi lingeingia kwenye aibu kubwa. Hapa Larisa, baada ya kupita mateso mengi, hatimaye ilifika karibu na sehemu ya mbele ya ndege. Moyo wake ulikuwa umejaa matumaini. Alikuwa na uhakika kwamba Volodya angekuwa hai,
lakini changamoto nyingine ilimsubiri: mto wenye mkondo mkali. Ili kufika sehemu ya mbele ya ndege, ilibidi avuke mto huo. Aliuangalia kwa umakini. Alipiga hatua chache mbele, ghafla mguu wake uliteleza, akaanza kusombwa na maji. Aliingia chini ya maji mara kadhaa, kisha akatokea juu. Hatimaye bahati ikamtazama. Aligonga jiwe kubwa na kwa msaada wake akafanikiwa kufika ufukweni. Akiwa amechoka kupita kiasi, alianguka ufukweni akivuta pumzi nzito. Damu iliyokuwa imetapakaa kwenye sehemu ya mbele ya ndege ilionyesha wazi jinsi ajali hiyo iliyokuwa ya kutisha. Larissa alipokuwa akitafuta vitu muhimu, macho yake yakagundua bunduki ya ishara, flare gun. Uso wake ukapata mwanga wa matumaini. Bila ya kupoteza muda, aliweka flare na kuifyatua angani. Lakini bahati haikuwa upande wake. Kikosi cha uokoaji hakikuwa karibu, hivyo hakuna aliyeona ishara hiyo. Alipokuwa akifikiria kuifyatua tena, alikumbuka kuwa kutumia baruti mara nyingi ni hatari. Polepole aliitoa ile baruti na kuamua moyoni kuwa angetumia tu pale kikosi cha uokoaji kingekuwa karibu. Wakati huo huo, mara tu habari za ajali zilipotoka, wazazi wa Larissa na Volodya walifika eneo la tukio. Lakini walipofika, walipatwa na mshtuko mkubwa zaidi. Jeshi lilikuwa limezingira eneo lote na hakuna raia aliyeruhusiwa kuingia, hata familia za waathirika. Wakati huo huo, mamake Volodya, Galina, ambaye alikuwa amevunjika moyo kabisa, alifanya uamuzi wa kishujaa. Aliendesha gari lake na bila hofu akavunja kizuizi cha ukaguzi na kuingia ndani. Askari walimkimbiza. Aliwapita na kufika moja kwa moja kwenye lango la makao makuu. Maafisa waliokuwepo walielewa maumivu yake na wakaamua kutomsumbua zaidi. Mwanaume aliyekuja kuwazuia alikuwa ni baba pia. Aliuona ule woga na kumpoteza mtoto machoni mwa Galina, hivyo akampeleka ndani na kumtambulisha kwa kiongozi. Wakati wamesimama mbele ya dawati la kiongozi, familia zote mbili hazikuweza kujizuia kulia. Kiongozi aliwahakikishia kuwa kikosi cha uokoaji kilikuwa kikifanya kila juhudi na kile kinachowezekana kingefanyika. Upande mwingine, Larissa alikuwa akitembea kwa taabu kutokana na uchovu na maumivu. Ghafla akaona begi limekwama kwenye tawi la mti. Alilishusha, akalisafisha, na mara tu alipoangalia ndani, moyo wake ukazama. Ilikuwa ni begi la Volodya. Akaona picha yake mwenyewe ndani, ile ambayo Volodya alikuwa akihifadhi kila wakati. Macho yake yalijawa machozi. Baada ya muda, alipofika karibu na mtaro mrefu kama bonde, macho yake yakang'aa. Alimuona Volodya. Wakati huo alisahau maumivu, uchovu na hofu yote. Aliruka moja kwa moja bila kujali mguu wake ulioumia. Alipofika chini, alimkimbilia Volodya huku akiumba sana. Lakini ghafla sauti kubwa ya helikopta kutoka juu ikamwamsha. Aligeuka na kusimama. Alijisikia kwamba sasa kila kitu kitakuwa sawa. Yeye na Volodya wangerudi pamoja. Lakini alipouona ukweli mzima, hakukuwa na mtu aliye hai. Kulikuwa tu na mwili baridi wa Volodya. Larissa aliketi pale na kulia kwa uchungu. Baada ya muda, akafuta machozi yake na kujikusanya. Akaelekea kwenye kuta za mtaro. Akaanza kupanda juu. Kulikuwa na mvua, matope na kuta zilikuwa zinateleza kiasi cha kwamba kupanda kulionekana kuwa haiwezekani. Wakati huo huo, kikosi cha uokoaji kilikuwa kinamtafuta kila mahali. Bahati nzuri, mmoja wa waokoaji aligundua ile baruti ya kwanza aliyokuwa ameifyatua Larissa. Akaanza kupiga kelele jina lake kwa nguvu zote. Hatimaye Larissa aliweza kupanda ule ukuta wa kuteleza. Alikuwa amechoka kiasi cha kwamba hata kusimama ilikuwa ni vigumu, lakini matumaini bado yalikuwa hai ndani yake. Kwa mikono inayotetemeka na moyo unaodunda kwa kasi, alichukua ile baruti na kwa matumaini yote, nguvu zote na maombi yake yote, akaifyatua angani. Mwanga mwekundu lilipuka juu. Macho ya kikosi cha uokoaji yalielekezwa sehemu ambapo Larissa alikuwepo. Baada ya kupambana kwa kifo kwa siku 3, msichana huyu hatimaye aliokolewa. Asante sana kwa kutusikiliza. Tafadhali subscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kuzipata video zetu pindi tu tunapoziachia. Kwa heri.